Karibu sana Tricod Media. Leo nataka tujifunze kitu muhimu sana katika ulimwengu wa kiroho pamoja na ulimwengu wa kimwili. Ulishawahi kufikiria ni nini ambacho kinatokea ndani ya ubongo wako pale ambapo unataka kujaribu kujiconnect na ulimwengu wa kiroho? Kuna siri kubwa sana ambayo imejificha ndani ya mwili wetu, ambayo ina uhusiano wa karibu kabisa na nguvu za kiroho, lakini pia ina uhusiano na mafanikio ambayo tunatarajia kuyapata katika maisha yetu ya ulimwengu wa kimwili. Leo nataka tuzungumzie ubongo, jinsi ambavyo ubongo unafanya kazi. Binadamu kama ukimgawa mara mbili, katika kichwa chake kuna ubongo wa upande wa kushoto na ubongo wa upande wa kulia. Kitaalam inaitwa left hemisphere na right hemisphere. Lakini kitu ambacho watu wafahamu ni kwamba ubongo wa kushoto umelinki na mwili wa upande wa kulia, lakini pia ubongo wa kulia umelinki na mwili wa upande wa kushoto. Hii ikiwa na maana kwamba endapo kama utaumia katika ubongo wa kushoto, maana hiyo kiungo cha upande wa kulia ndio kitakachopata madhara, aidha unaweza kuparalyze au pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo mtu ambaye ameparalyze upande wa kushoto, maana hiyo amepata madhara upande wa kulia wa ubongo wake. Hii ikiwa na maana kwamba watu wengi wanapofanya rituals au matendo ambayo yanahusishwa na ibada fulani, jinsi ambavyo anachezesha mwili wake wa mkono wake wa kulia, maana hiyo kuna kitu ambacho anakiactivate katika ubongo wake wa kushoto, na jinsi ambavyo anachezesha mkono wake wa kushoto anaactivate kitu fulani katika ubongo wake wa kulia. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho unatakiwa uweze kukifahamu. Kwa hiyo binadamu ana ubongo wa kushoto pamoja na ubongo wa kulia, lakini ubongo wa kushoto pamoja na ubongo wa kulia unakuwa connected na kitu ambacho kinafahamika kama corpus callosum. Kwa hiyo maana hiyo hapa katikati ya ubongo wa kushoto na kulia kuna kitu ambacho kinaunganisha ubongo wa kushoto na kulia, ikiwa na maana kuna baadhi ya kazi zinahusisha ubongo wa kushoto na kulia kwa pamoja. Sio kwamba ubongo wa kushoto unafanya kazi peke yake na ubongo wa kulia unafanya kazi peke yake, hapana. Lakini mtu ambaye ameelemea zaidi ubongo wa kulia, huyu mtu ni tunaweza tukamuita ni spiritualist au tunaweza kumuita ni artist. Ni mtu ambaye amebezi zaidi katika vitu vya ndani, katika vitu vya ulimwengu wa ndani, vitu ambavyo vinaendeshwa na hisia. Kwa hiyo tunaweza kusema kama mtu ambaye anasali, mtu ambaye anategemea kuchora, imagination pamoja na vitu vingine, huyu tunaweza kusema ameegemea zaidi katika upande wa kulia. Lakini mtu ambaye ameegemea upande wa kushoto wa ubongo wake au left hemisphere, huyu mtu ni mtu ambaye anaishi kwa kutumia logic, ikiwa na maana kwamba huyu mtu ni mtu ambaye yuko active katika ulimwengu wa kimwili. Ina maana kwamba kwa mfano wanasayansi, wana mahesabu pamoja na vitu vingine, ni watu ambao tunaweza kusema wameegemea zaidi upande wa kushoto wa ubongo wao. Hicho ndio kitu ambacho nitaka uweze kukizingatia. Kwa hiyo ili uweze kuingia katika ulimwengu wa kiroho, lazima ujue kufungua mlango ambao upo katika ubongo wa upande wa kulia au right hemisphere. Lakini pia ili uweze kufanya mambo yako yaende vizuri katika ulimwengu wa kimwili, lazima ujue kufungua mlango wako wa upande wa kushoto wa ubongo wako. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukizingatie sana. Lakini kuna kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua sana watu. Kuna baadhi ya watu ambao wanatumia nguvu nyingi sana kukaa upande wa kulia kutafuta matokeo ya upande wa kushoto, lakini kuna watu ambao wanakaa zaidi upande wa kushoto kutafuta matokeo ya upande wa kulia. Hapo ndo kitu ambacho tunakosea. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho ni cha msingi sana ambacho unatakiwa uweze kujua, ni kwamba unapohitaji kufanikiwa katika ulimwengu wa kiroho, lazima ujue jinsi ya kufanya meditation ambazo zitakusaidia kuamsha ubongo wako wa kulia na kufanya ubongo wa kushoto uweze kulala kwa muda. Lakini pia unapotaka kufanikiwa katika ulimwengu wa kimwili, inabidi ujifunze jinsi ya kuamsha ubongo wako wa kushoto na jinsi ya kufanya ubongo wa kulia uweze kulala kwa namna fulani. Sio kusinzia kabisa, hapana, ili usiwe active kwa kiasi kikubwa sana.
Kwa hiyo ni nini ambacho kinatokea endapo ukifanikiwa kufungua mlango wa ubongo wako wa kulia na ukafanikiwa kupata mafanikio katika ulimwengu wa kimwili kwa kiasi kikubwa sana? Tatizo ambalo linaweza likakukuta hapa ni kwamba unaweza ukapata tatizo la kitu ambacho kinafahamika kama narcissistic behavior, au unaweza ukawa ni mtu wa manipulation sana, au unaweza ukawa mtu mwenye roho ngumu, mwenye roho mbaya, pamoja na vitu vingine, kwa sababu umetawaliwa na ubongo wa upande wa kushoto. Kwa hiyo kama ubongo ukikutawala wewe, utakuwa hauna upendo, hauna uwezo wa kucontrol chuki zako za ndani, unakuwa hauna hisia za maumivu ya watu wengine pamoja na vitu vingine. Ina maana kwamba ubongo wa kushoto umekucontrol wewe badala wewe kucontrol ubongo huu. Lakini pia endapo kama ukiwa umekontroliwa na ubongo wako wa kulia, unaweza ukapata tatizo la kitu ambacho kinafahamika kama spiritual psychosis. Spiritual psychosis ni mtu ambaye ameingia deep sana katika ulimwengu wa kiroho na kusahau kuishi maisha ya kawaida ya ulimwengu wa kimwili. Muda wote anakuwa anawaza kuhusiana na ulimwengu wa kiroho pamoja na vitu vingine. Ulimwengu wa kimwili unakuwa kama ni kitu ambacho hakina uhalisia pamoja na vitu vingine. Unaweza kuona matatizo haya yamewakumba watu ambao wako deep sana katika ulimwengu wa kiroho. Watu ambao wanazungumzia sana mambo ya kiroho, kama ukiwaangalia unaweza kugundua kuna kitu ambako hakiko sawa katika ulimwengu wa kawaida. Lakini pia kama ukifuatilia walokole pamoja na vitu vingine, utakuja kuona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Unaona kabisa kwamba kuna kitu hakiko sawa, lakini yule mhusika anakuwa hajui uhalisia na anaona yuko sahihi na nyie wengine wote mmekosea. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho inatakiwa uzingatie. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nataka nikizungumzia hapa kuhusiana na chakra, kuhusiana na watu ambao wanafanya meditation pamoja na vitu vingine. Katika ulimwengu wa kidini, watu wamekuwa tukizungumzia kwamba dunia ni ufalme ambao unatawaliwa na shetani, lakini ulimwengu wa kiroho ndio ulimwengu, ndio makazi ambayo tunaenda kuishi baadaye, ikiwa na maana kwamba tunalazimika kukaa zaidi upande wa kulia wa ubongo wetu na kutoka katika upande wa kushoto. Kwa kitendo hicho kinasababisha tuweze kupata madhara pamoja na vitu vingine. Lakini katika elimu ya kiroho, kitu ambacho tunafundishwa, kitu ambacho kinaweza kufanya uwe mkamilifu, ni wewe kujifunza kubalance ubongo wako wa kulia pamoja na kushoto. Uwe una uwezo wa kucontrol. Kwa hiyo uwe na uwezo wa kuoperate katika ulimwengu wa kimwili, na pia uwe na uwezo wa kuoperate katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unatakiwa uwe katikati hapo. Kwa hiyo picha hii ambayo imekuwa ikionekana mara nyingi, watu wamekuwa wameitafsiri tofauti, lakini nataka nikufundishe kitu kimoja. Watu ambao wanajifunza kucontrol chakra hizi pamoja na vitu vingine, hizi chakra tatu, kuanzia root chakra, sacral chakra na solar plexus chakra, hizi chakra tatu za chini zinakusaidia kujiconnect na dunia au na ulimwengu wa nje. Kwa hiyo unapo control hizi chakra tatu, unakuwa umefanikiwa kucontrol ulimwengu wa nje, au sio? Kwa unakuwa una uwezo kuishi maisha ya kawaida, unaweza kutafuta hela, unaweza kupanga mipango pamoja na vitu vingine. Lakini pia hizi chakra za juu, crown chakra, third eye chakra na throat chakra, hizi chakra tatu zinakusaidia wewe kujiconnect na ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo hizi zinakusaidia maombi yako yaweze kusikilizwa pamoja na vitu vingine, uweze kuconnect na ile nguvu ya kiroho. Kwa hiyo meditation au kundalini pamoja na vitu vingine wanavyosema kwamba una balance chakra, maana yake ni nini? Ni kwamba unapoweza kufanikiwa kuzifungua hizi chakra za chini, ukaweza kujiconnect na ulimwengu wa kimwili, na ukafanikiwa kuzifungua chakra za juu, ukajiconnect na ulimwengu wa kiroho, kuna hii chakra ya katikati au heart chakra inakusaidia kubalance kati ya chakra za chini pamoja na chakra za juu. Kwa hiyo uweze kubalance hizi chakra zote, maana uweze kubalance ulimwengu wa kiroho pamoja na ulimwengu wa kimwili. Kitendo hichi cha kuweza kubalance hizi chakra ndio tunaweza kusema umekuwa aligned, umetengeneza alignment ya chakra hizi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unatakiwa uzingatie. Kwa hiyo kisayansi unaweza kusema kwamba zile root chakra pamoja na zile chakra za chini tunazungumzia zina affect ubongo wako wa kushoto, na zile chakra za juu kuanzia crown chakra mpaka kushuka kwenye throat chakra, zile zina affect ubongo wako wa kulia. Nafikiri hapo unaweza kuwa umeshapata picha. Na hii heart chakra ina balance katikati ya hapa, kile kitu ambacho kina connect
ubongo wa kushoto na kulia, hichi kitu ambacho kinaitwa corpus callosum ambacho kiko katikati hapa, hichi ndio kitu ambacho kina balance ubongo wa kushoto na kulia unakuwa centered. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho nitaka uweze kuelewa kwa nini watu wanaozungumzia switch chakra, meditation pamoja na vitu vingine, au kufanya grounding. Kusema kuwa grounded maana hiyo ni kuweza kuwa aware na dunia, usio na kuwa ascended, kuwa kuweza kuconnect na ulimwengu wa kiroho, ni kuascend, kuweza kupanda katika ulimwengu wa kiroho au ulimwengu wa juu. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa uzingatie. Na kwa hiyo na chakra kuwa balanced maana hiyo ni kuweza kuwa active kwenye heart chakra na kuweza kucontrol hizi chakra za juu pamoja na chakra za chini. Kwa hiyo unaweza kusema unakuwa mkamilifu, unakuwa umekamilika. Hiyo ndio kitu cha msingi sana ambacho unaweza ukawa umekielewa mpaka hapo. Lakini pia kuna kitu ambacho nadhani ni muhimu sana kuweza kukielewa. Ni nini kinatokea pale ambapo unakuwa uko controlled na ubongo wako wa kushoto utakuwa na mawazo kupita kiasi, overthinkers. Unajua watu ambao wanafikiria kupita kiasi, kitu kidogo anaweza akakitafakari siku nzima. Unagombana labda na konda kwenye gari, mpaka unashuka unafika nyumbani unakuwa unawaza lile tukio. Tatizo sio lile tukio, tatizo ni ubongo wako wa kushoto, kuna tatizo hapo. Lakini pia kuchambua mambo kupita kiasi. Inawezekana umeambiwa neno fulani na ukalichambua sana, yani muda wote unajaribu kulicalculate na kulichambua kwa kutumia muda mrefu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu unakuwa umekontroliwa na ubongo wako wa kushoto. Lakini mara nyingi umekuwa ukiwa unawaza mambo yajayo. Ni nini? Ukiwa una plani fulani unaanza kuwaza ni nini kitatokea baadaye, au nikimfuata uje akikataa, au nikifuata hivi itakuwaje. Unakuwa unawaza vitu vijavyo kwa muda mrefu sana. Hiyo tunaweza kusema wewe unakontroliwa na ubongo wako wa kushoto. Lakini pia ukiwa unashindwa kunyamazisha mawazo yako. Kwa hiyo unaweza kawa labda ukiingia kulala sasa unataka usinzie, lakini mawazo yako unashindwa kuyacontrol. Muda wote unakuwa unawaza. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na tatizo hili, mwingine anaamua kuingia kwenye ulevi, au anaamua kutumia simu kwa muda mrefu pamoja na vitu vingine, kwa sababu ameshindwa kucontrol ubongo wake wa kushoto. Lakini pia kuna watu wengine ambao wana tatizo la kukontroliwa na ubongo wake wa kulia. Kuna yule mtu unakuta na hofu iliyopitiliza. Yaani ni kwamba hata ukifika ukamshtua kidogo, anashtuka kwa kiwango kikubwa sana. Au kuna tatizo dogo ambalo limetokea, lakini yeye ana hofu ile inambeba kwa kiasi kikubwa sana. Hofu iliyopitiliza ni kwa sababu anakontroliwa na ubongo wake wa kulia. Lakini pia wasiwasi wa ghafla. Unaweza kukuta labda umefumba macho tu ukahisi kuna kitu, ukahisi kuna mapepo, nguvu za vitu gani, labda vivuli vinapita pamoja na vitu vingine. Ile hofu inaibuka ghafla, unashindwa. Au kuna sehemu ukipita unasikia vinyweleo vinasisimka, afu unaanza kuhisi kuna kitu kibaya pamoja na vitu vingine. Ile hofu ya ghafla inatokea kwa sababu gani? Kwa sababu unakuwa umekontroliwa na ubongo wako wa kushoto. Lakini pia unakuwa na hisia kali ambayo huwezi kuielezea kwa mtu. Kuna watu wanakuwa na hisia kali, yani muda wote anakuwa na hisia, aidha ana maumivu huwezi kuelezea kwa nini unajisikia hivyo, au ana chuki ambayo huwezi kuielezea. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinakutesa, viko ndani yako ambavyo huwezi kumuelezea mtu na akaweza kuvielewa. Lakini pia kitu kingine ni kuwa vigilante. Yani kuna jinsi ambavyo unakuwa na umakini uliopitiliza. Yani muda wote mtu akifanya kitu fulani unahisi labda huyu anataka kunifanyia kitu hiki, anataka kuniloga, au anataka kufanya hiki, kuna kitu kibaya, si kuna nini. Kuna vile mtu muda wote unakuwa on guard, unakuwa unahisi kuna mashambulizi yanataka kutokea, kwa unakuwa unajiandaa kuyakabili. Hiyo ni kwamba unakuwa unakontroliwa na upande wa kulia wa ubongo wako. Kwa hiyo ni nini ambacho unatakiwa kufanya? Ni kwamba ndio maana kuna baadhi ya watu wanafanya meditation pamoja na vitu vingine. Kuna meditation za kufanya uwe aware, uweze clear changamoto ambazo ziko katika ubongo wako wa kushoto. Lakini kuna meditation ambazo zinaweza kusababisha uweze kuingia kupata utulivu katika ubongo wako wa kulia. Kwa hiyo au wengine wanaweza kutumia maombi, wengine wanaweza kutumia nyimbo, wengine wanaweza kutumia baadhi ya michezo. Kuna baadhi
ya tunaweza kusema formation ambazo ukizifanya zinaenda kuaffect ubongo wako wa kulia au ubongo wa kushoto pamoja na vitu vingine. Hicho ndio kitu ambacho tumekuwa tukikifanya bila kujua. Kwa hiyo maana hiyo kuna tatizo ambalo linaweza kukuta pale ambapo umeingia zaidi upande wa kulia huku ukitegemea kupata matokeo zaidi ya kupata fedha pamoja na vitu vingine. Hapana. Au umeingia zaidi upande wa kushoto ukategemea kupata connection na ulimwengu wa kimwili, hapo kunakuwa na tatizo. Kwa hiyo lazima ujue, unaweza ukatumia maombi, kuomba pamoja na vitu vingine, lakini baada ya hapo lazima ufanye meditation ya kufanya uweze kukaa upande wa kulia ili uweze kufocus na baadhi ya vitu. Lakini pia kuna baadhi ya muda inabidi upate utulivu ili uweze kufocus kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo ni vitu ambavyo haviwezi kuchangamana, ile inatakiwa ujifunze kucontrol ni muda gani unabidi uactivate, ni muda gani inabidi ufungue milango ya upande wa kulia na muda gani unabidi ufungue milango ya upande wa kushoto. Lakini pia ni muda gani unatakiwa uifunge milango ya upande wa kulia na muda gani unatakiwa uifunge milango ya upande wa kushoto. Yani ni kitu simple, ni kwamba unapokuwa umepata kwenye utulivu unafanya maombi, inatakiwa ujifunze kuyatuliza mawazo yako yale ambayo yanakuja ndani yako. Lakini pia unapotaka focus ili uweze kupata mafanikio, ni lazima uweze amsha hisia, ni lazima uweze kuchanganua mambo ili uweze kufikiria jinsi ya kuweza kukalkulate baadhi ya vitu pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kucontrol hali. Kwa hiyo kitendo hichi kinakufanya wewe ukiweza kucontrol ubongo wako wa kulia pamoja na ubongo wako wa kushoto, au ukiweza kucontrol chakra zako za chini pamoja na chakra za juu, ukaweza kuzibalance. Mtu ambaye anaweza kubalance hiki kitu tunamuita Melkizedek katika ulimwengu. Katika Biblia walikuwa wanamuita Melkizedek, lakini kiufupi ni kwamba mtu huyu ni mtu ambaye amefanikiwa kutawala ulimwengu wake wa ndani, lakini pia amekuwa kuhani mkuu wa hekalu lake, au amekuwa mlinzi wa hekalu lake, lakini pia amekuwa mtawala wa ulimwengu wake wa ndani. Ina maana kwamba ukisema wewe ni mfalme wa Salem au mfalme wa ulimwengu wako wa ndani au mfalme wa amani, maana hiyo wewe umefanikiwa kucontrol chakra za juu. Lakini pia tukisema wewe ni kuhani mkuu, maana umefanikiwa kucontrol chakra hizi za chini, maana umefanikiwa kucontrol mwili wako. Kwa hiyo hekalu lako linakuwa safi. Kwa hiyo mtu ambaye ameweza kubalance vivyote viwili anaitwa Melkizedek. Hicho ndo kitu ambacho nilitaka niweze kukufafanulia. Nafikiri hapo utakuwa umepata picha ya kile ambacho nilikuwa nataka uweze kukielewa. Kifikiria kiundani, unapoingia ndani na kupiga magoti na kuanza kumwomba Mungu, ujue ni kitu gani ambacho kinafanyika ndani ya mwili wako. Karibu sana Tricod Media.